Haya. Karibu sana kwenye VN Podcast. William, mwanzilishi wetu, najua anasikiliza. Hili ni kwa ajili yako. Yaani, wiki hii, sijui hata nianzie wapi, ni msisimuko mtupu. Imekuwa ni wiki ya moto kweli. Moto haitoshi. Fikiria hili, ushindi wa 3 dhidi ya Arsenal, tena kwao Emirates. Halafu kabla ya hapo, tunawachapa Manchester City 0-2 kwenye derby. Yaani, ni mabadiliko ya ghafla na ya ajabu. Na vyanzo vyako vinaonyesha wazi, hii si bahati. Kabisa. Na ndio maana leo tunataka kuchimba kwa undani, kuelewa hii mapinduzi ya Carrick Ball ni nini hasa. Sawa, basi mpango wetu ni huu. Kwanza, tutavunja jinsi United walivyoizima City. Pili, tutaenda Emirates kuona ule ushindi wa kishujaa. Na mwisho, tutaangalia kiini cha yote. Hii DNA ya Manchester United anayoizungumzia Carrick ni nini hasa? Ndiyo hivyo. William, gwiji wetu wa soka la keyboard anayedharau controllers, kaa chonjo. Uchambuzi huu ni wa kina kuliko mchezo wowote wa kompyuta. Tuanze na derby, ushindi wa 2-2 dhidi ya City, mechi ya kwanza kabisa ya Carrick. Yaani, hisia ilikuwa ni kama kulipiza kisasi. Ilikuwa hivyo, na ukiangalia United walionekana wana njaa zaidi, walitaka ushindi zaidi. Lakini njaa peke yake haiwezi kuifunga City ya Guardiola. Lazima kulikuwa na mpango maalum, sio? Mpango ulikuwepo na ulikuwa wa busara sana. Carrick alijua hawezi kushindana nao kwa kumiliki mpira, hivyo alitengeneza ukuta. Ukuta gani huo? Timu ilipokuwa haina mpira, walijipanga kwenye umbo la 4-4-2. Mistari miwili ya wachezaji wane karibu sana. Hii ilifanya eneo la katikati, eneo ambalo City wanapenda kuchezea, iliwe gumu mno kupenyeka. Walifunga njia zote. Sasa hapa ndipo ninapovutiwa. Erling Haaland, walimzima vipi ule jamaa? Wengi walidhani kumweka Martinez dhidi ya lile jitu ingekuwa ni hatari. Hilo ni swali zuri, na hapo ndipo ujanja wa mbinu ulipoonekana. Hawakumwachia Martinez peke yake. Kulikuwa na mtego kabisa. Casemiro mbele ya mabeki alikuwa na kazi moja, kuzuia pasi zisimfikie Haaland miguuni. Walimnyima huduma. Kwa hiyo Haaland akalazimika kwenda pembeni au kurudi nyuma. Ndio, na akijaribu kukaa katikati, Martinez alikuwa anamsumbua kwa wepesi wake. Wakati huo Maguire alikuwa tayari kwa mipira ya juu. Ilikuwa kazi ya watu watatu. Yaani, Martinez kwa kasi, Casemiro anazuia huduma na Maguire anatawala angani. Mpango uliokamilika. Ndio maana halisi. Na hapa ndipo tunakuja kwenye ule mtego wa Carrick. Vyanzo vinasema alitumia falsafa ya Guardiola dhidi yake. Hebu fafanua kidogo. Ni hivi, Carrick alijua mabeki wakati wa City wanapenda kusukuma mpira mbele. Timu nyingi huenda kuwakaba. Hawakufanya hivyo. Waliwaacha, walikuwa wanawaambia leteni mpira, kwa sababu walijua wao si watengenezaji wakuu wa nafasi. Mtego ulikuwa unasubiri pale mbele. Haswa. Wakijaribu kupiga ile pasi ya mwisho katikati, Casemiro na wenzake walikuwa wanashtukia na kunyang'anya. Na wakishapata mpira, kasi ilikuwa ya umeme, mashambulizi ya kushtukiza. Vyanzo vinasema walifunga mabao 5, 3 yakakataliwa kwa offside za sentimita chache tu. Hiyo takwimu inaonyesha haikuwa bahati. Ilikuwa ni mkakati unafanya kazi tena na tena. Walikuwa wanawavuta City waje mbele, halafu wanatumia nafasi nyuma yao. Kabisa. Na Bruno Fernandes alikuwa injini ya yote hayo. Bruno anakimbia, anatoa pasi, Mbeumo anamalizia. Mfano halisi wa mpango mzima. Sawa. Ushindi dhidi ya City ulikuwa wa kimbinu, lakini wengi wangesema ni new manager bounce. Lakini mechi ya Emirates dhidi ya Arsenal, hapo ndipo walipothibitisha kuwa hili ni jambo la kweli. Ushindi wa 3-2. Ukubwa wa ushindi huu, yani kuwafunga vinara wa ligi nyumbani kwao kwa mara ya kwanza msimu huu. Na si hivyo tu, kuwafunga mabao 3. Mara ya mwisho Arsenal kuruhusu mabao 3 nyumbani ilikuwa Februari 2023. Hii inaonyesha ukubwa walichokifanya. Na mabao yenyewe, lile roketi la Patrick Dogo na lile la ushindi la Matheus Cunha dakika ya 87, hayo ni mabao ya msimu, bila ubishi. Bila ubishi kabisa. Sasa, kimbinu, alifanya nini tofauti hapa? Kwanza alitumia kikosi kile kile, wachezaji wale 11. Hiyo ni kuonyesha imani.
lakini alibadili mfumo kidogo kwenda 4-2-3-1. Na ufunguo ulikuwa wapi? Vita ya kiungo, Casemiro na Kobe Mainoo walitawala pale katikati. Vyanzo vinasema Mainoo alikuwa kama mchezaji aliyezaliwa upya. Waliwazidi nguvu Rice na Zubimendi. Ilikuwaje? Ilikuwa ni mchanganyiko. Casemiro alikuwa kama namba 6 halisi, anavunja mashambulizi. Hii ilimpa Mainoo uhuru wa kusogea mbele. Ndiyo. Na Mainoo alikuwa kila mahali, anakaba, anapiga pasi, anakokota mpira. Ukomavu wake ulikuwa wa ajabu. Wawili hawa walikinyonga kiungo cha Arsenal. Na hapa napo kuna ubunifu mwingine. Mbinu ya mawinga. Walikuwa wanakata kuingia katikati, sio? Amad Diallo na Dorgu. Hii ilikuwa mbinu ya kijanja sana. Ilikuwa inamlenga beki wao wa kulia Ben White. Ilikuwa inamchanganya vipi? Dorgu, winga wa kushoto, anapokata kuingia katikati, White alikuwa na uamuzi mgumu, amfuate na kuacha nafasi pembeni, au abaki na kumwacha Dorgu awe huru katikati. Kwa hiyo alikuwa kwenye mtanziko kila mara. Ndiyo maana. Na bao la pili la Dorgu ilitokana na hilo. Yuko katikati ya uwanja anapopiga lile shuti, sio pembeni. Sasa naelewa. Walivunja muundo wao wa ulinzi. Kabisa. Na baada ya kupata uongozi, walionyesha nidhamu kubwa sana. Walirudi nyuma na kutengeneza low block. Timu nzima inarudi kujilinda karibu na goli lao, Ndiyo, wachezaji wote 10 walikuwa nyuma ya mpira. Hii iliwalazimisha Arsenal wafanye kitu kimoja tu, kupiga cross. Na kwa kuwa na Maguire na Martinez, ilikuwa kama kuwapa zawadi. Walidhibiti mipira yote ya angani. Na ufanisi sasa, mashuti 3 golini, mabao 3, 100%. Hiyo siyo bahati, hiyo ni kujiamini. Na hapo umegusa neno muhimu, kujiamini. Hii inatuleta kwenye kiini cha haya yote. Kuna nukuu ya Martinez akisema Carrick ana DNA ya Manchester United. Hii ni kauli nzito. Ni kauli nzito sana na inaelezea mengi. Kitu cha kwanza ni urahisi wa maelekezo. Tofauti na mifumo migumu ya awali, Carrick amewapa wachezaji maelekezo rahisi ya wazi. Kila mtu anajua jukumu lake. Hakuna kuchanganyikiwa tena. Kabisa. Na mabadiliko yalianzia kwenye mazoezi. Sasa ni mafupi lakini yenye kasi na nguvu zaidi. Short, sharp sessions. Hii inawasaidiaje wachezaji? Inaiga mazingira ya mechi. Kasi, maamuzi ya haraka. Inawajenga kuwa tayari kwa yale mashambulizi ya kushtukiza. Na pia kurudi kwenye mfumo wa 4-2-3-1 umewasaidia wachezaji kama Casemiro na Bruno. Wanacheza kwenye nafasi zao za asili sasa. Hiyo ni hoja muhimu sana. Mfumo unapaswa kuwafaa wachezaji ulionao. Sasa Casemiro ni ngao na Bruno ana uhuru wa kutengeneza nafasi. Na yote yanajikita kwenye kujiamini. Martinez anasema Carrick alimwambia, cheza na mpira, usiogope. Ule woga umetoweka. Na takwimu zinathibitisha hilo, sio tu hisia zetu. Tangu Carrick aingie, United wanaongoza ligi kwa XG, yani expected goals. Kwa hiyo si kwamba wanabahatisha, wanatengeneza nafasi bora zaidi. Ndiyo, na pia wanaongoza kwa idadi ya mashuti na yale yaliyolenga lango. Haya ni matokeo halisi ya mabadiliko. Haya yote yanatufikisha hapa. Timu iko kwenye 4 bora. Na wikendi hii Fulham wanakuja Old Trafford. Hii ni fursa ya kuendeleza moto. Bila shaka. Na baada ya uchambuzi huu, tunaweza kutoa utabiri wenye ujasiri. Ninakubaliana nawe. Kwa hiyo, utabiri wetu wa pamoja ni huu. Ngoja niseme mimi. Fulham wanakuja Old Trafford. Na kwa moto huu, tunatabiri ushindi wa mabao 3-0 kwa United. Na ninahisi ya Bruno Fernandes atafunga na kutoa asisti. Ni utabiri wa kijasiri lakini una msingi imara. Timu inacheza kwa malengo na kwa uhuru. Kweli kabisa. Uchambuzi huu wa VN Podcast ni moto zaidi ya tactics za mchezo wote wa keyboard. Na tunakuacha wewe msikilizaji na swali hili. Je, huu mwendo ni endelevu au ni mshtuko wa kocha mpya tu? Wakati ujao utatuambia. Kumbukeni, hii ni VN Podcast iliyoletwa kwenu na William. Endeleni kufuatilia GGMU.